السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمدك اللهم يا من أوضح لنا من الشريعة المحمدية طرقا واضحة لترضي الأنكية المرضية، وأحل لنا من الحرائر الأربع بنص الآيات القرآنية، ومن دماء ما ملكت أيدينا من الطيات الثانية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا بها جنة الرعية، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الفرق العربية والعجمية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خصوصا المهاجرين والطائفة الأنصار. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rehema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani zimwendee juu yake. Kama mwendelezo hivyo na kufahamika kwa mujibu shekhe mwenyewe taratibu ambazo ameziuni, itokee siku baadhi ya siku tokee mtu katika watu hawezi kusema neno ambalo litasaidia katika dini, dunia na akhera yetu. Zangu hotuba yangu au maudhui yangu ya leo itazungumzia kama alivyotangulia shekhe swala zima la ndoa, kifungo cha ndoa. Leo nitasema maneno haya halafu nitakomea pale ambapo ninapotakiwa nikomee. Leo nitazungumzia sharti za ndoa, shurutu sihati nikahi, sharti za kusihi kifungo cha ndoa. La yasihu nikahu illa bihudhuri wali zawjati au wakilihi wa shahida adil muslima mukallafi hurri kura, kauli sallallahu alaihi wasallam, la nikahu illa biwalihi murshidi wa shahida adil. Hiyo ni maelezo kwa ufupi, lakini mimi nitakaa katika sehemu ya ushahidi. Hapa ndio mahala ambapo nataka nipazungumzie, kwa sababu ibada ya Kongo hii kila mtu huwa anaiendea. Hii ibada ya Kongo kila mtu iendea, lakini kuna utaratibu wake ambao unatakiwa kuiendea. Mimi leo nitakaa sehemu ya ushahidi. Leo ushahidi imeonekana kitu cha kawaida tu, viroja vimekuwa havina mpangilio maalum kama sharia inapotaka kuwa. Kama tunavyoona, shahidi ana sharti zake takribani zinaweza kufika aidha 7 au 5. Sharti za shahidi, anasema shahidi wa ndoa, sharti zake. Katika hizo sharti, moja katika hizo sharti, anatakiwa awe baligh yake, asiwe mtoto mdogo na asiwe zuzu. Inawezekana akawa mkubwa lakini akawa zuzu, akawa mwanamume lakini akawa si baligh. Kwa hiyo sharti mojawapo katika hizo sharti awe baligh yake. Ya pili, awe huru, asiwe mmilikiwa. Sababu shahidi ndio atatakiwa kwenda kutoa ushahidi itakapotokea lile kutokea. Sio kama tunavyosemaga sote tuliohudhuria hapa ni mashahidi. Haiwezekani kwa wote waliohudhuria ni mashahidi. Haya, tukiwataka tutawatoa wapi? Shahidi lazima wafahamike katika utaratibu huo. Awe huru, asiwe mmilikiwa. Muda anahitajika, bwana wake kamziwia. Sasa sheria itakuwa inafanyaje? Itakuwa inakwamishwa na watu ambao hawana nafasi. Kwa hiyo anatakiwa awe baligh, awe na akili na awe huru. Pia awe mwadilifu, sio mtu ambaye
si mwadilifu. Mwadilifu ni mtu ambaye ndio anasema ndio na sio inakuwa sio. Sio kwamba kisichokuwa kipo yeye akakifanya kipo, hivyo anasema hakipo. Huyu katika sharti za ushahidi itakuwa amekosa sifa. Lazima shahidi awe mwadilifu, pia awe mwenye kuchunga murua. Kuchunga murua ni mtu ambaye sio mwenye kupayuka ovyo, sio mtu mwenye kuwa ovyo ovyo. Yani atakiwa mtu awe vizuri katika hali ya kwamba yeye anachunga murua. Na mtu anaweza kutoka ndani kwake mpaka barabarani, sokoni, mingeni huko, yupo tumbo wazi, shati katika begani, kama bucha lake au pensi. Lazima achunge murua. Hizo sharti za shahidi. Pia anatakiwa awe anasikia na anaona. Sio mtu mwenye kiziwi, asikie na aone. Kama hata kuasikia maana yake si atakuwa fahamu inachoendelea. Kimuuliza afanya nini, atasema sijakula, kumbe hajasikia ambacho kilichofanyika. Kwa hiyo lazima asikie na aone kile ambacho anachokishuhudia. Fulani namshuhudia ndio nafundisha ndoa, awe anamuona na anasikia. Pia aweze kuzungumza, sio hawezi. Pia afahamu lugha ya kifungo cha ndoa, afahamu ambazo zinatoka kuwa ni kifungo. Sio shahidi anashuhudia fulani njoo hapa ushuhudie na ule wa bibi fulani njoo, anakaa pale, watu wanaozeshana Kiarabu, yeye hajui anashuhudia nini. Sasa wengine wanauziana mashamba, yeye anajua kwamba watu wanaozeshana. Lazima lugha ya kifungo cha ndoa anatakiwa aijue. Au wanaongea Kiingereza, yeye afahamu, anasikiliza lugha tu, kumbe watu wanauziana nyumba, yeye anashuhudia watu wanaoana. Kwa hiyo katika moja sharti za shahidi katika kifungo cha ndoa ni hizi. Jambo hili lazima tulitangulize kwa sababu watu wanakimbilia. Mtu anatoka tu kwa anakuja, wewe njoo, akabatwa kule kichwani, kapiga sungura zake, ana nini, basi tukashakuwa shahidi. Shahidi yule ambaye anataka kuwa shahidi lazima ayajue haya. Kwanza awe balighi, awe na akili, awe huru, awe mwadilifu, awe anachunga murua, anasikia, pia anaona. Na anasema na ajue lugha za kifungo cha ndoa. Hizo ndio sifa za shahidi. Kwa hiyo ndugu zangu, hili jambo tunatakiwa tulifahamu, na ibada ambayo watu wengi wanaishiriki. Hata mtu wa ovyo hana mpangilio wote, anashiriki kwa gharama yote, anafika na anachukua majukumu ya ushahidi. Hajui lugha inazungumzwa, hajui kusihi kwa ndoa yenyewe, hajui chochote, basi ndio anakuwa shahidi. Ndugu zangu Islam, nimeyakumbusha haya kwa ukamilifu. Kila mmoja sasa wakati wake akakungute kitabu chake, aende kwa shekhe wake anemfahamu, ili akapate elimu zaidi ya kujua yale ambayo yanamwajibikia. Ndio maana tukaelezwa hatukufaradhishwa kusoma elimu zote, ila tumefaradhishiwa elimu la hali. Hali yetu kila siku Jumapili, Shabani, kuingia Ramadhani, na kimbilia sana katika ibada hii ya kufunga ndoa, lakini kipengele cha ushahidi kijakaa vizuri. Mashahidi wote hawastahiki, hawatoshi, vigezo havimo. Kwa haya machache, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.